Basi ndio hivyo, mimi nilikuwa nakuja hapa kumtafuta ustazi. Maana alikuwa amenipigia simu ananiambia kwamba muda huu atakuwa yuko hapa. Sasa la ajabu ni kwamba sijamkuta. Alafu sijui kaenda wapi. Mama yake amempigia simu akamwambia kama kuna mtu ambaye majini anampanda. Kwa unajua kina ustazi kama unakoga na mambo mengi. Ndio akaniambia mke wangu ninakwenda, lakini hakunambia saa. Hakunambia sasa atarudia kwa kweli. Yaani unajua tutarudia lini? Hapana, sijui kwa kweli. Tihani kwa kweli. Maana nilikuwa na mazungumzo muhimu sana na ustazi leo. Kuna mazungumzo muhimu sana. Nikutupe wewe. Au ushapata wengine? Wao wapi? Wa sura gani? Jana hizi siku. Wa rangi gani? Anatoka wapi? Katika mji gani? Wa kumshinda Sifa nani mwingine? Simuoni mwanamke wa kumshinda Sifa. Kweli? Hapana. Wewe ndio umekaa hapa. Umejaa na nishafunga na ufunguo unao wewe. Yeah. Ile trust kabisa. Pote utakuwa huko wewe kaa uamini kabisa ile halina shaka kabisa. Na ujiamini na ujisikie kabisa kwamba wewe unajua tena mimi najiamini kwako. Roho yake boy chingi. Ukisikia mtu anauliza roho yake nani? Unajibu roho yake boy chingi. Sifa roho yake nani? Roho yake boy chingi. Boy chingi roho yake nani? Sifa. Ndio majibu. Ndio kweli. Yazo utaji wako. Ni mtihani kwa kweli. Kuna nini kaka? Yaani kuna tatizo nyumbani? Hakuna tatizo isipokuwa tu ilikuwa katika hali mambo yetu ya maandalizi ya ndoa yetu. Unajua tulikuwa kabla mwanzo tulikuwa tumemtuma ustazi kule waambia kwamba sisi tutakuwa tuko tayari baada ya wiki kuoa. Sasa kule wakawa walimbadilishia kalenda kwamba tuende baada ya miezi miwili. Basi na sisi baada ya kufanya tena shughuli nyumbani na kila kitu na nini tukaona kwamba ni vyema kwa ustazi arudi kule ukweni kuomba kama anaweza kupunguza hata mwezi mmoja hivi. Basi ndio mama kama ameniambia bwana wewe nenda fika kule unaona ustazi ongea naye. Ongea naye umweleweshe kama jinsi alivyokwenda kule arudi tena kule ili aweze kuwaomba kule wale wazee aweze kutupunguzia nini ile kalenda yake programu isiwe muda mrefu tuchukue hata mwezi mmoja hivi ili tuweze kuoa. Ilikuwa tu ni hayo tu nilikuwa nitakuja kuambia ustazi. Vipi mbona kuna nini? Hakuna kitu hata kimoja kwa kweli. Sio kweli. Kweli? Hakuna. Niambie na shida maana lazima usukaguna kwenye hakuna jambo. Hakuna kaka. Maana unakwambia kama kila mwenye kuguna ana neno. Hakuna kwa kweli. Hamna neno hata hili. Wala usuna tatizo hata moja. Hakuna kitu hata kimoja. Lazima neno liwe kwa sababu mtu sasa maana unaweza kuwa miguna tu bure. Ni kawaida kwa kuna lakini hakuna kitu hata kimoja. Hapana, damu muogope Mungu. Hakuna. Muogope Mungu kwa kweli maana yake mimi najua tu kama kuna jambo kama kuna lolote lile la ziada unaweza kuniambia kama bila kaka yangu nikuulize. Niambie sasa. Vipi unashasikia habari za Nasim? Habari za Nasim? Tazitoa wapi kama sio naambia? Nasim alipata mchumba mwingine. Sio Hisham tena. Hisham, kinyume na Hisham. Na mchumba mwenyewe ametokea Dubai. Yuko sawa amekaza, kijana amekaza. Handsome boy mrefu mweupe iko amekaza kweli. Na kimazingira iko sawa. Anataka amoe Nasim. Na ukitizama Nasim mwenyewe alingangania yeye na mama mpaka katolewa pesa na kale kajamaa kale kama ndoko. Mimi kunaambia Hisham. Hisham. Sasa mimi najaribu kumuelewesha dada yangu na muonesha kiasi gani katika maisha inabidi mtu uchunguze wapi unaelekea. Kwa sababu ukitema katika Qur'ani Mwenyezi Mungu aliuliza fa aina tadhhabun, wapi mnaelekea? Kwa hiyo na sisi lazima tuchukulie hapo wapi tunakwenda, maana lazima mtu aende pasi pazuri. Ukienda pasi pabaya lazima patakuja kitu cha kuwazingua. Sasa na simu tunamuonesha kama kwa yule jamaa ndio sawa, ndio atakuwa maisha yake. Umeona? Sababu saizi maisha yashaanza kuwa magumu. Wewe ukiolewa na mtu mwenyewe uwezo wake bado uko chini sana au mazingira yake sio mazuri, inakuwa ni tabu tupo wewe unaenda kupata. Kwa hiyo nyumbani umeishi labda kwenye tabu afu na kule kuna kuelekea tabu vile vile. Sasa utakuwa na maisha gani katika hii dunia ya Mungu? Na hii dunia Mungu akutuleta hapa duniani tuje tupate matatizo au tuishi vibaya? Hapana. Sasa wewe kama wewe unaweza kumshauri nini mwanamke mwenzako? Wakati umekwenda kuchumbia pale, uliuliza
au ulichunguza? Bila samahani, siwezi nikaongelea kwenye mapenzi. Bila samahani. Kwa sababu kwa watu wazima sisi. Bila samahani, kwanza nashukuru kwa swali lako lizuri. Mimi niseme kwamba kwanza mtu huwezi kufika kwenye level ya kusema kama unataka uoe kabla hujachunguza. Hicho kitu cha kwanza. Lazima ufanye uchunguzi. Uchunguzi tunafanya kama kawaida na ndio maana hata nikamteua ustazi kwa mshenga wangu hivyo. Ndio maana mimi hata ustazi akakubali kwenda kumtolea mahari huko. Maana yeye ustazi mwenyewe kwanza hawezi akakubali kwanza kunipelekea mahari sehemu kwa anajua kwamba sio pazuri. Hizo ni kitu cha kwanza. Nikamuuliza baadhi ya maswali, akaniambia ile familia safi mimi sio kwa. Na ndio maana mimi nikamteua ustazi wangu kwa nini kuwa mshenga na akakubali akapeleka mahari. Sasa ile wadezi hata kama mimi naweza kujidanganya mfano. Ustazi hawezi akajidanganya. Kwa sababu nyumba zote hapa nyumba za zote hapa anazifahamu. Ustazi pale ni mwalimu wetu na anaiona haki, anaifuatisha haki. Ndio maana nikawa nimemteua, nikamwamini kama jinsi wengine wanavyomwamini. Sasa mimi nashangaa unapokuwa huko na nikisema unaguna sasa hamna kitu kama. Lakini kitu nilikuwa nataka nikwambie, kwanza baba yako mkwe, kwanza ile familia ni watu ambao hawana dini. Baba yako mkwe hana dini. Baba yako mkwe ni mtu wa maajabu ajabu. Kila mtu anamjua sifa mbaya. Lakini tuache kwanza baba yako mkwe. Kaka yake kwanza ni muhuni. Kaka yake ni mtu ambaye ni mfuta banki, ni mtu ambaye hawezekani, ni mtu ambaye haeleweki, ni mtu ambaye yuko ambaye utafikiri ni sharubaru. Yaani hawana msimamo wa dini hata kidogo. Laiti ungekuwa unaijua ile familia, kwa kweli haungekwenda kuichumbia. Mimi nafikiri hicho ni kimoja, sawa. Hiyo kusema mpaka babake wa kambo sijui. Kwanza yule babake wa kambo, sio babake mzazi, hicho cha kwanza. Alafu na huyo kakake kweli ana vitu fulani za kuonyesha kwamba labda ana msimamo wa dini. Mimi niseme kwamba makosa ya kaka au makosa ya baba siwezi nikatia kwa mchumba wangu. Unajua kila mtu ashutumiwe kile anachokifanya. Sawa, nakusikia. Kile anachokifanya. Nakusikia sana. Sichukue kwa makosa ya huyu eti kwa huyu. Hapo tutakuwa hatujamtendea. Mimi natazama yule mwanamke ambaye mimi nataka kumuoa, maadili yake, tabia yake ndicho ambacho cha muhimu kwangu. Lakini kuhusu babake, si kaka yake, si kwa hivi na vile. Hayo mimi hayanihusu. Wakati mwingine watu wanaweza kukuvumishia jambo kumbe ni uzushi mtu. Sasa na hakuna familia ambayo unaweza kuipata kwa hivi sasa eti kwamba hii familia imekamilika, iko sawa, hii haina kasoro hii na hili. Hilo haliwani. Sawa, lakini kuuliza kaka yangu. Katika ile familia yake, unaona kama vile wana furaha fulani kwa kuona jinsi unataka kuoa binti wao? Unaona kama vile kuna msimamo mzuri wa kukupenda, wa kufurahia kwa hilo jambo kweli? Lakini baby, kumbuka mapenzi na pesa iko tofauti. Pesa haijengi. Unachokisema ni kweli. Mapenzi na pesa yako tofauti. Lakini uelewe kwamba mapenzi hayaendi bila pesa. Kama ameshajipendesha msimuache. Mbona unataka kumwingilia mapenzi? Ni kweli baby, lakini usizame. Lazima mtu wewe na nani unatazama wapi unaelekea. Nadhani mapenzi bila pesa hayaendi. Na ndoa bila penzi haiendi. Si unajua? Sio kweli. Ndoa pakitaka pasi penzi. Lakini sasa kutokana na pesa, ile penzi litakuja baada ya zile pesa. Sasa nitaka nikuonyeshe kitu kimoja. Hiyo itakuwa penzi la kweli, itakuwa ni penzi la pesa. Sasa ngoshe penzi la kweli natoka moyoni. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Huwezi kwenda kuingia, huwezi kuacha kuoga baharini kwenda kuoga Ndaangwa. Yao namaanisha Hisham ndo Ndaangwa. Sijamaanisha hivyo. Lakini kweli ndio huo. Sasa maji ya bahari tunaona si anakufahamu. Maji ya Ndaangwa utafahamisha na baharini. Yaani kuna maanisha Ndaangwa ni Hisham. Sasa si yako wazi hayo. Ni ngoja kutafuta. Utaacha kuoga baharini afu uoge Ndaangwa. Kama umejipendele Ndaangwa. Wakati umesimama pale Ndaangwa inaingilia baharini. Labda umependele Ndaangwa. Unajua kuna wengine wanakoga Ndaangwa ila inawashika vizuri. La, itakuwa sio kwa maji yale. Itakuwa sio kwa maji yale. Ila mimi naona vizuri mngemwacha toka nitafuta siku ya nataka. Hapana. Usimwoblige, sio vizuri. Hapana. Lazima na simu aulewe na aliudi. Katika msimamo wao gisi wao ukiwaona. Kiukweli niseme kwamba sio wote ambao wanafurahia jambo hili hapana.
na ni mmoja kwa 10 ambaye kishaenda kuoa sehemu au kuolewa, alafu familia nzima, mpango mzima, babu, bibi, shangazi, mjomba, wote wakawa wanamkubali pasiwe kipingamizi. Kila siku mtu akitaka kuoa lazima pajitokeze maadui wa hili na hili, lazima pajitokeze wachochezi katika ndoa. Kuna wengi wapendaji jambo la kheri. Ni kweli, ndio wengi wao sasa. Ndio wengi wao. Sasa ni kweli, hata na mimi hayo mimi sijawa mtume, sijawa malaika, lazima na mimi niyapitie hayo kama binadamu wenzangu walionitangulia. Mimi hivyo vinitishi kwa sababu maana mwanamke ananipa moyo na mama yake pia ananipa moyo kwa sababu. Lakini kakaangu, asasi kwanza babako mko kwanza hafurahi hata kidogo umoe ule binti. Ujue kama katika ndoa panakuwa matatizo, utaweza kupata matatizo ndani ya wewe na mke wako, lakini hautokimbilia tena kwa ule mtu. Hauwezi kumkimbilia asasi kwanza baba yako mkwe. Hautaenda kumkimbilia. Hautaenda kumwambia matatizo yako. Na ndio anapaswa kumtia kwanza binti wake pale, ampatie conseil, amwambie ni hivi ni hivi, na wenyewe anakata ndio vile vichwi. Sasa unasema au unapata hata matatizo, atamtia hata binti wake chini amshaurie, lakini maadamu unaona kama vile ni hivyo, kakangu, acha kwa kweli. Hiyo acha sasa hapo, na unakuwa umekwenda kinyume kwa sababu naona tayari tumeshatoa mahari, alafu tunajiandaa kuoa sisi. Jambo lingine nilikuwa nataka nikusi, si ningependelea umteue mume wangu awe mshenga wako kwa hayo mambo. Unajua mimi sikuelewi tu. Mwanzo unaniambia kwamba sijui familia ile sijui haifai na kila kitu. Alafu pili unasema kwamba sijui nisingemfanya mume wako kuwa mshenga wako kwa hilo jambo. Sasa mimi kumwamini mume wako kuna tatizo lolote? Hakuna tatizo, lakini kitu nataka nikwambie, na mimi siwezi nikasema yote. Lazima uko mtu mzima, uzidishe ibada sana. Muombe Mungu sana. Hiyo kawaida. Usali sana. Kama ni kheri kwako utaiona. Kama ni shari utaiona kaka yangu. Zidishe ibada. Ndio usia wangu na kuhusia. Haya, nashukuru sana Jeff kwa umeficha vitu. Hakuna. Naomba nikumalizia, Mungu ataonyesha tabailisha. Inabidi uwe makini. Utumie sana akili. Kuishi duniani ni kupambana na mitihani. Kuishi duniani ni kupambana na mitihani.